hii tiba itakusaidia. Baadhi ya watu wengi wamejiuliza Dr. Talemwa ni nani? Baadhi ya watu wengi wamejiuliza Dr. Talemwa ni nani? Nimeamua kujitoa mbele yenu ili mjue Dr. Talemwa ni nani. Leo hii nataka niwaletee somo kuhusika na pete ya hii ambao ni ya Jebel Bal. Hili nyingine Amon, ingine Naika Galeta, ingine Hajira Mvumvum, ingine ni ya Oshun. Na nitakuja kuolesheni mbinu gani ambao Oshun inafanya kazi, mbinu gani ambao Jebel Bal inafanya kazi, mbinu gani ambao hizi vifaa zinafanya kazi. Kile ambacho nitawafunza la kwanza, watazamaji wangu, msione mtu akihesabu miela zake mnasema sijui amefanya nini, amefanya nini. Hizi ni dolari ambao zimeletwa na vifaa zetu. Mali nipo hapa saizi. Nataka niwaletee somo moja, tena somo mjarabu. Hizi vitu zinaleta hela. Usiwe hapo uteseke, kufe maskini, hauna chochote la kufanya, hauna mbele wala nyuma, ukijua kila mtu ambaye anatajirika mpaka atoe kafara ya binadamu, mpaka atoe kafara ya mzazi. Hizo zote hazipo. Kafara hipo na watu hawajui kafara ni nini. Kafara hipo lakini watu wengi hawajui kafara ni nini. Ukitaka kufanya kafara, inalingana unafanya kafara kwa malengo gani. Unafanya kafara juu ya nini? Tupo na utajiri ambao zinafanywa kafara, lakini isiwe kafara ya binadamu. Kwa wale watu ambao wapo tayari, na wakaribisha kwenye grupu zangu za WhatsApp ya watu ambao wanataka kujiunga na moyo wa kwanza ya utajiri, moyo ya kwanza ya utajiri ya mafanikio. Usipokuwa na moyo na nia ya kutafuta utajiri, huwezi kaipata. Utajiri kuipata ni mtihani. Utajiri kuipata inabidi ujitume. Utajiri kuipata inabidi ujitume. Tukisoma kwenye Biblia inasema, Isaya kuanzia 4-3, 3-4 inasema, nitakupa hazina za giza na mali zilizofichwa. Mbona Biblia ikatafsiri mali zilizofichwa? Mali ni kitu ambacho haiwezi kupatikana kwa rahisi. Mali ni kitu ambacho huwezi kaiona pale na uipate. Mali ni kitu ile ingine ambao inatafutwa kwa jasho. Nitawaletea hili somo watazamaji wangu ambao mnanitazama. Ukitaka kutafuta utajiri, ukitaka kutafuta hizi hela hapa, ukitaka kutafuta kitu inaitwa hela, kabla hujatafuta hela inabidi ujue umesimama kwa kategori gani, umesimama wapi, malengo yako ni lipi. Utajiri hipo, sio tia hipo, utajiri hipo. Na tunaona matajiri wengi wapo, lakini kila tajiri yupo na siri yake ambao aliotumia kwa kufanikisha utajiri wake, aliotumia kwa kupata utajiri wake, aliotumia kupata utajiri. Wewe ambao unanitazama, unatumia mbinu gani? Kwa wewe ambao unanitazama, unatumia mbinu gani kupata utajiri? Jiulize hivyo. Tupo na njia aina nyingi ya kupata utajiri.
ile tu ujitolee. Kupata utajiri ni kujitolea, na tunaambiwa asiyefanya asile, na bidii yako ndio itafanya uondoke katika umaskini. Bidii yako ndio itafanya uondoke katika mateso. Bidii yako ndio itafanya uwe mtu ambao anaonekana kwa watu wengine. Utajiri hipo na siri kubwa. Ukija katika ofisi zangu, nitakufunza mwanzo kabla sija kukabidhi chochote. Nitakufunza mwanzo kabla sija kuelekeza mbinu gani ambayo utatumia. Kitu cha muhimu, unapaswa kujua mizimu za kwenyu. Sisi wa Afrika tumesahau mizimu za kwetu. Tunaabudu vitu zingine ambazo hazifai. Tunaabudu vitu zingine ambazo hazieleweki, na tukasahau Uafrika wetu na uasilia wetu. Ndio changamoto ambao tunapitia. Utajiri, kukupa utajiri, tutatumia mizimu za kwenyu kukupa utajiri. Tutatumia mizimu za kwenyu kukupa utajiri. Utajiri sio kitu ambacho unaketi tu hapo alafu unaenda kujishtukia umeamka asubuhi unakuta uko na utajiri. Hela ni vitu zingine ambao kupata na kuwa ni nadra kabisa. Binadamu mpaka tujifunze mbinu gani ambao tunatumia kupata hela, mbinu gani ambao tunatumia kutafuta hela ili ufanikiwe kimaisha. Ndugu zangu, ili ufanikiwe kimaisha, pa kutumie mbinu ya hali ya juu sana ili ufanikiwe kimaisha. Pa kujue mtu, kuwe mtu mtunza siri, ambao sio mtu wa kulopoka na maneno zisizofaa. Usiwe mtu ambao wa kuzungumuza na maneno zisizofaa. Utakuja kufanikiwa kwenye maisha. Mimi sina mengi la kusema. Leo hii nimejitokeza nikitamani kuelimisha, nimetamani kuwafunza, nikatamani ili nyinyi pia siku nyingine muwe watu ambao wanazungumziwa. Hii dunia, ukiwa mtu ambaye umeajiriwa kwa mshahara ya $500. Kwa mfano ninasema $500, nitawaonyesheni. Kama utakuwa umeajiriwa kwa kiasi hiki ya $500, hiki $500, utakuwa, ndugu yangu, kitu ambacho subiri kwa maisha yako ni kifo. Hiyo ni kitu cha kwanza. Usubiri kifo. Kingine, usitarajie kufanikiwa. Na usiwe daraja ya kufanya watu wengine wanatajirika na unabaki kwa maskini. Usiwe njia ya kuvuka